Rozi. Rozi. Mchezo wa hatari, mchezo wa hatari, mchezo wa hatari, mchezo wa hatari. Familia ndo taasisi pekee inaweza ikaleta mabadiliko na kujenga msingi katika jamii. Sababu ya uchu wa madaraka, watu wanatoa kafara mwisho wa mwaka, so watu sio na hatia. Mwisho wa mwaka, sababu ya uchu wa madaraka, watu wanatoa kafara, so watu wasio na hatia. Sababu uchu wa madaraka, watu wanatoa kafara, so watu wasio na hatia. Kutoa na kupokea rushwa, mchezo wa hatari. Ukatili wa kijinsia, mchezo wa hatari. Madawa ya kulevya, mchezo wa hatari. Mungu ibariki Tanzania, ibariki Tanzania, Mungu ibariki Tanzania na watu wake, bariki viongozi wake wakubwa na watoto. Familia ndio taasisi pekee inayoweza kuleta msingi na mabadiliko katika jamii. Familia dhuluma ni mchezo wa hatari, kutoa kafara mchezo wa hatari. Kwa mfano unakuta mtu ni mkulima, sawa? Mtu kabisa unaona kabisa amelima eka moja. Lakini wakati wa kuvuna, anakuja kupata matokeo ya thamani ya mtu ambaye amelima eka 4. Watu uchawi. Wewe ametumia chuma ulete. Hapana. Huyu mtu alifuata utaratibu wa maafisa vilimo na namna ambavyo ardhi, muda mwingine unatakiwa ujue hii ardhi sasa hivi imechoka. Ili uweze kulima lazima uhakikishe utumia mbolea gani, ili hata mazao yako yanakuja kwa wingi. Kwa unawashangaza baadhi ya wanunuzi na wakulima wenzako. Sasa na ndio maana hawa watu wanaenda mbali mpaka wanafikia hatua ya kwamba ule wakati ambao ni wa ukata wa njaa, kile chakula wanakuwa wamekihifadhi ndani kwenye faida na hawanufaika. Baadaye unasema wale watu bana ni wachawi. Kuna ni mahesabu. Kweli kabisa. Ni mahesabu. Tunasifia mchele wa Mbeya mzuri. Mtamu. Wale watu wanazingatia mbolea na ardhi yao pia ina rutuba. Vile ambavyo unawaza kuhusu watu sivyo ambavyo Mungu anawaza. Hapo kaka, mimi na swali. Hivi hawa watu wanafanya kilimo, hakuna faida na hasara ambazo mara nyingi hasara huwa inakuja kwa watu ambao wanaanza, kwa sababu
muda mwingine Mungu analeta matatizo kwako kama fursa. Yeah. Sasa wewe usipoiona njia unaweza ukafeli na usifanye chochote. Nahisi ni ugeni kama umesikia wewe. Tuendelee tu. Mimi nadhani nikawafungulie tu hao. Acha tu Darwin, acha niende mimi. Basi sawa. Tuendelee. Unajua bado nafikiria ni nini nifanye kwa ajili yako, maana nawaza pia ni zawadi gani nikupe, kwa sababu umekuwa mwema zaidi kwangu. Hapana bosi, mimi lengo langu ni kuhakikisha kile ambacho unaniagiza na kukifanya kwa usahihi kabisa. Sitaki kabisa nikuangushe bosi wangu. Good. Mume wako tumemkuta? Ndio, mamangu yupo. Tunaomba utuitie. Haya, sawa. Safi, tuendelee. Linapokuja swala la wakati wa Mungu. Yes, dad. Okay, tuendelee. Tuendelee. Okay? Sawa. Tuendelee kaka. Jisikie kama kwenye nyumbani. Kaka, kusema kweli hata kwenye vitabu vya dini wameandika mke mwema anatoka kwa Bwana. Kusema kweli ndugu yetu amepata mke. Shemeji, kusema kweli acha nimpongeze mamangu mkwe. Amekulea katika msingi mema. Chakula ni kitamu kweli. Nampokelea kwa neba yake. Siku zote kakaangu nakwambia oa. Sijui unachelewa wapi. Mimi hivi karibuni natarajia kupata mke. Shauri yako. Utakosa vitu vitamu. Karibuni sana. Pole na safari. Asante mkuu. Naona mmechoka sana, maana hata gari pia nayo ina vumbi. Sawa. Sasa kutokana na mazingira jinsi yalivyo, ni vigumu sana sisi kuitoa hichi kiumbe hapa, kwa sababu mke wangu na ndugu baadhi wamekuja kwa ajili ya matembezi. Hivyo niwaombe tu muendelee na majukumu mengine, lakini Jumatano itakuwa ni siku maalum kwa ajili ya kafara. Sawa? Sawa mkuu.
Mr. Alex, shida kwako ni nini kwa upande wako? Mkuu, kwa upande wangu nahisi kipindi nafanya lile jambo kuna mtu aliniona. Hivyo basi nahofia ili swala likifika kwenye mikono ya serikali. Nilikuwa naomba, sijui tutafanyaje ili swala tulifunike, kwa sababu likifika kule basi mimi nitakuwa na changamoto kubwa sana kama unavyojua. Kila kitu kitakuwa sawa, tutaongea na vijana, tutaona nini tufanye. Na vipi kwa upande wako Mr. Jackie? Mimi nafikiri nimekuwa kipaumbele na wa kwanza katika jambo hili. Kwa hiyo kwangu hapakuwa na shida aina yoyote. Nafikiri nimekamilisha kama ipasavyo. Sawa, nimekuelewa. Kaka Lukune Mbala. Mkuu, mimi kwa upande wangu jambo langu limeenda vizuri na nina uhakika kwa jinsi ambavyo nilivyotekeleza wajibu wangu na ujauzito ameshaupata. Sawa. Basi kwa sasa naomba niwaache na mimi niendelee na majukumu yangu. Kama nilivyowaambia, kuna sherehe, ndugu zangu na ndugu wa mke wangu wamejumuika pamoja. Sawa? Sawa mkuu, sawa. Basi niwatakie majukumu mema na mapumziko mema. Sawa mkuu. Rushengero mwami Marota. Soko litakama tangamala. Rushengero mwami Mwisho wa mwaka, sababu ya uchwa madaraka, watu wanatoa kafara sa watu wasiona hatia.
sababu jua madaraka, watu wanatoka fara za watu wasona hatia. Kutoa na kupokea rushwa, mchezo wa hatari. Ukatili wa kijinsia, mchezo wa hatari. Madawa ya kulevya, mchezo wa hatari.